Mtoto na waombeni sana muvunje ukimya. Inawezekana mtoto akafanyiwa kitendo cha ukatili lakini akaona aibu kusema, akasita kutoa taarifa za ukatili ambazo amefanyiwa. Naomba tuvunje ukimya. Hassan ameamua kuwekeza kwenye elimu. Tunaamini mtoto aliyeelimika atakuwa ni mtoto bora, atakuwa na hofu ya Mungu, lakini atakuwa ni mtoto ambaye anaweza kushika usukani wa maendeleo kwenye Mtwara yetu na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe wito wangu, nahitaji watoto wote mjikite sana kwenye kupata elimu kwa maana ya kusoma. Muda mlionao ni muda wa kuandaa maisha yenu ya leo, kesho na maisha yajayo. Kwa hiyo mjikite sana kupata elimu ambayo itawasaidia huko mwendako katika kuendesha maisha yenu. Mkurugenzi wenu amesema pamoja na kusoma kwa darasani, lakini kuna kazi za vitendo ambazo zinafanywa na mikono yenu. Na nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia taasisi ya elimu imeongeza kwenye mitaala yake masuala ya kazi na vitendo. Kwa hiyo nawaombeni sana msome kwa bidii, mupitie elimu zote ambazo zinawagusa ninyi watoto ili muweze kutengeneza kesho yenu. Mambo mengine ambayo yanawakuta watoto wetu, wanashindwa wapi wayafikishe kwa sababu mzazi hujatengeneza ukaribu wa kukutana na mtoto wako ukamsikiliza. Naomba watoto tujikite, lolote lile ambalo unalifikiria kwamba hili ni jambo zuri au jambo baya umefanyiwa, naomba usiogope kumpelekea mzazi wako ili akusaidie, usiogope kumpelekea mwalimu wako ili akusaidie. Lakini nitoe wito kwa Wanamtwara, baadhi yetu hasa kina mama tuko bize sana katika kutafuta maisha na kutafuta fedha. Hatutengi muda wa kuwasikiliza watoto hawa. Naomba wazazi na walezi tutenge muda wa kuwasikiliza watoto wetu, tutenge muda wa kuwashirikisha watoto wetu mambo ambayo tunaona ni ya msingi katika familia, ili watoto hawa waweze kupata kusikilizwa na wazazi wao, lakini wawe ni sehemu ya maamuzi kwenye familia. Ndugu zangu, watoto tunaona kama watoto, lakini watoto wapo wenye akili nyingi, wapo wenye mawazo mengi. Tukiwasikiliza watoto hawa, tutashirikiana nao na tutapata yale ambayo ni ya busara kutoka kwenye vichwa vya watoto, na hatimaye tukaweza kuitengeneza familia bora, familia ambayo ni shirikishi. Lakini naomba nitoe wito kwa wababa wa Mtwara. Tutenge muda wa malezi kwa watoto. Baadhi ya watoto wengi wanawalelewa na kina mama, watoto wengine wanawalelewa na kina bibi, lakini wapo watoto ambao tunawaona mtaani wanazagaa, wanaitwa watoto wa mtaani. Ndugu zangu, hakuna mtoto anayeitwa mtaani. Mtoto yeyote ametokana na mzazi, lakini kwa kukwepa malezi tunasababisha watoto ambao wamepewa jina la watoto wa mitaani. Naomba nitoe wito kwa Wanamtwara kwa ujumla, kila mzazi awajibike kwenye malezi ya mtoto wake. Hakuna mtoto ambaye anaishi mtaani kwa kuwa hana mzazi au hana mlezi. Tushirikiane katika kuhakikisha tunapunguza wimbi la watoto ambao wanakosa elimu na hatimaye wanatumikishwa kwenye shughuli mbalimbali za kuuza biashara ndogo ndogo. Watoto wale wanakosa muda wa kupata elimu, na hatimaye sisi kama wazazi au walezi ambao tunakwepa majukumu ya kulea watoto, tutakwenda kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu watoto wale tumewazaa sisi wenyewe na tunao wajibu wa kuwalea watoto wale. Watoto oye! Naitwa Fatuma Msuya, kaimu afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Mtwara Mikindani. Katika kuadhimisha siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika kwa manispaa ya Mtwara Mikindani, sio vya bodaboda, lakini kwa sambamba na hilo tumeweza pia kutoa elimu ya namna ya hedhi salama, lakini pia vile vile na namna ya utengenezaji wa visodo ili iweze kuwarahisishia watoto wetu kwenye upatikanaji wa visodo. Kwa siku hii ya leo ni watoto wapatao 300. Kwa hiyo tunaamini kabisa wale ambao tulikuwa tukiwatembelea ambapo ni 490 ukijumlisha na hao ni kama watoto 700 na. Kwa hiyo tunaamini kabisa haya walio kazi kuhakikisha kwamba kwa kutambua haki zao watajiepusha kwenye masuala mengi hasa ya ukatili wa ukatili wa watoto, kwamba ana haki ya kusikilizwa, ana haki ya kupata elimu, ana haki ya kuheshimiwa mawazo yake. Ni kwa sababu mtoto
ndiye ambaye ni muhanga. Tunapomwongelea mtoto wa Afrika, tunakumbuka ile historia ya watoto waliokuwa wakitafuta haki zao kule mjini South Africa. Kwa majina naitwa Bahati Abdalla Ndembo, ni mwanafunzi kutoka Mtwara Technical Secondary School, ninasoma kidato cha 4. Leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika. Leo ni siku ambayo tunaadhimisha kilele hiko, ambapo tumekumbuka kwamba wenzetu watoto wa South Africa walinyanyaswa na waliweza kuandamana katika siku ya 16 Juni mwaka 1976, na waliweza kupambania haki zao, na baadhi waliuawa na wengine walijeruhiwa. Kwa hiyo ni siku ambayo tunaadhimisha watoto wenzetu ambao waliuawa na walijeruhiwa katika kwamba watoto wana haki na pia wana wajibu. Haki zao hupata kutoka katika jamii zao na wazazi wao ambao wanawalea, na wajibu ni huwa unatekelezwa na wenyewe watoto.